Asante sana, thank you very much. Presiding Bishop, who is the General Overseer, Dr. Macharia, our new Bishop for the region, your Central, George Gadari and your wife, our bishops who are present, and the clergy, Governor wetu, Senator, members of Parliament, members of County Assembly, watu wetu wa Nyandarua na wale wote wamefika, hamjambo. Gaine mwega na hede ciothe. Ngai aiciarera mwathani agocwo. Andu aitu muri okuo no mwiyumireirie. Happy New Year. No mwiyumitie. Ona ciathira kara. Ona maisha mari tuha. Ona ni ndiyumitie wakahedi wakairetu. General Overseer, we want to thank you for giving us an opportunity to attend this consecration ceremony for Bishop Gadari. Na tumeshukuru sana kwa yale ambayo imetendeka hapa. Sherehe ya kufana sana. Tumeshuhudia very colorful ceremony. Na tumesema Bishop George Gadari, congratulations on your consecration as our regional bishop for Central area. Na tunakutakia mema na baraka za Mwenyezi Mungu, akuongezee maarifa, akupatie afya, akupatie nguvu, uendeshe hii kanisa vile natakikana. Mimi nimefurahi sana kusikia ushuhuda that you are also a truthful man like Rigathi Gachagua. I pray to God hutapata shida kama mimi kwa sababu ya kuwa mtu ya ukweli. Sababu mimi nilipata matatizo kwa sababu ya kuongea ukweli. Because ile shida tuko nayo kwa nchi yetu ni mambo ya uongo. Na hiyo ndio imetutatiza kama taifa. Kwa hivyo we have had a good testimony about your leadership, and I want to encourage you uendelee from where your predecessor amewachia, na uendeshe kanisa vizuri, na sisi tukipata nafasi tutakuja kukutembelea. Nimeona hata iko kazi hapa imekwama, utatualika tukuja tukusaidie. Mkipanga na governor na huyu Gitungati Medho vizuri, sisi ni watu ya kujenga kanisa. Tumeona hapa iko kazi ambayo tunataka tusaidiane. Presiding Bishop, the General Overseer, umetuhubiria vizuri sana. Mimi nikikaa pale nilikuwa naona kama ni mimi unahubiria. Na hii watu wetu ya hapa Mlima Kenya. Kwa zile mambo umesema tukipima inaingiana na ile yote tumepitia. Umesema mambo ya kondoo, Mungu peke yake ndiye anajua kondoo. Sisi hapa watu ya mlima tulijifanya wajuaji, tukajifanya tunajua kondoo. Kumbe alikuwa afisi, amevaa ngozi ya. Sasa wewe umesema mambo ya kondoo, mwenye kujua ni nani? In future tutakuwa careful. Sababu hii kondoo imekuja tukifikiria ni kondoo, tumeweka na zile zetu imekula zote. Imeanza kukula sisi, sasa tuko na wasiwasi. So vile umesema vizuri sana ya kwamba Mungu ndio anajua kila mtu kwa jina. Na ni kweli, it's true. Binadamu atakujua leo, kesho anajifanya hakujui. At least wewe, General Overseer, you are lucky. Wewe ni Macharia, uliitwa Karanja. It's more or less inakaribiana, si mbaya sana. Si mbaya sana. Mimi nilikuwa na muungwana nilimsaidia, nikamsaidia huku nikatetea, akafika pahali alitaka. Alikuwa ananiita Rigathi, Rigiji, Baba Kevin. Baadaye amejifanya anijui, ananiita Mkabila. Sasa unaona at least yako Karanja na Macharia inakaribia. Lakini hii ya Rigiji Gachagua, from that name ulimjua mtu alikusaidia. Ameongea na watu yake wote wamekusaidia. Unajifanya sasa hata humjui jina yake. Unamuita nini? It is true what you have said. Sisi tegemeo letu ni Mungu. Kwa sababu hao binadamu sasa
tumekuwa na wasiwasi sana. How to trust in the future. Some of us, especially watu ya hii region, tumekuwa na wasiwasi sana. Sasa mtu yote akija kumkubali, tutafanya uchunguzi kabisa pole pole, hatutakuwa na haraka. Tutataka kujua baba yako ni nani. Ni wa CMA ama ni wa PSMF? Mama yake ni wa Shua ama ni wa Guild? Ni wa Full Gospel ama ni wa Deliverance? Akiwa standard 4 alikuwa naiba kalamu ya kijana mwenzake. We will be very careful in future. Tukikubali mtu hatujui vizuri, tutakagua pole pole na kuomba Mungu atusaidie, so that we know whom we are dealing with. Because ile tumeona imetia hii watu yote hasara kubwa sana, kwa sababu tunajifanya tunajua mtu anakuwa ni mwingine. Umesema vizuri, mambo ya kidini, it is true. Wanapewa figo, nasema twende nikurudishi. Sisi tulikuwa hapo, tumesaidia mtu, tumempatia kura, tumefika pale, nasema kura yenu fanyeni nini? Chukueni. Your sermon was spot on. Na tumekubali tutasameheana kabisa. We love, tutasamea kila mtu. Lakini kusahau ni shida. Kwanza wale wamesaliti hii jamii yetu, mnaweza sahau? Wale wamesaliti hii jamii, wale walituambia watatuweka pesa kwa mfuko, wakakuja ile kidogo tulikuwa nayo wakafanya nini? Mtasamea, mtasahau? Hatuwezi. So we will try, Presiding Bishop, to forgive. But there is one thing we are having a problem. Maybe hii maombi utatuombea, utatusaidia. There is one thing we are unable to forgive. Lakini vile umesema mtatuombea with all these bishops, maybe mtaguza roho zetu tuweze kusamehea. Kuteka watoto wetu nyara na kuua hawa, hiyo tuko na shida kusamehea. Lakini si tutaombewa? Ukituombea labda tutasamehea hiyo, kwa sababu hao watoto hawana makosa. Hao ni watoto wetu. Wanasema Kenya haiendi mzuri, wanasema SHIF haifanyi kazi, wamesema hii mambo ya manyumba hatutaki, mambo ya barabara tulidanganywa, Kenya haiendi mzuri, rekebisha. Watoto wachanga miaka 18, 19, 20, 21 wanatekwa nyara, wanauawa. Sasa Bishop, hata kama unatuambia tusamehe, tumekubali, lakini kusamehea yule anateka watoto nyara na kuua watoto wetu ambaye hawana hatia, hiyo labda ukituombea leo utaomba tuone kama utaguza roho zetu. Kati kwa ito eto kehoero. Bwana Medho, msijali wale mmetolewa kwa viti. Hizo viti ni maua. Ile kiti ya maana ni ile umepewa na watu ya Nyandarua. Hawa nyinyi mmetoa Medho, hiyo ndio kiti ya maana. Na hiyo Wanjiku wa Muya, mchunge hiyo, mkae vizuri na hawa raia. As long as hawa wananchi wako na furaha na nyinyi, you don't have a problem. So hiyo viti ya kutolewa chairman nini kwa sababu mnaongea ukweli, msijali. Mtarudi hawa raia. Hawa ndio wenye kupeana viti, Mwenyezi Mungu kama amekubali. Na sisi tutaendelea kuombea nyinyi, mkuwe watu truthful na mkuwe watu ambaye hamuna uoga. Kwa hivyo sasa Medho na Wanjiku, kwa sababu mmetolewa kwa viti, ile kazi nataka kuambia nyinyi mfanye ni hii. Kutetea watu wenu sasa bila kuogopa. Mkipata rais mumkumbushe. Barabara za Okalau Township aliahidi bado akuja tumalizie. Barabara ya Boyman mpaka kwa Kiongo haijaanza, alisema baada ya miezi 6. Barabara kutoka Geta mpaka Dunyonjeru akuja amalize. Barabara ya Shamata mpaka Kariamu.
barabara demu ya Pesi na Kinja ikuja ifanywe. Mambo ya hapa Ijinia, barabara ziko hapo za Maumau. Mambo ya Kirema Water Project hakuna pesa imeletwa. Mambo ya Shamata, Wajohi na Mairoinya Market bado. Olkalau Stadium alisema within 6 months bado. Mambo ya sewage ya Olkalau bado. Hiyo sasa wewe Gitugari ndio kazi yako. Kutoka asubuhi mpaka jioni wamuhea. Hiyo ndio wera wanyu. Kwa sababu watu ya Nyandarua wanalipa kodi. Na because wanalipa kodi lazima wafanywe nini? Kazi. Na hakuna mtu tutabuabudu kwa sababu si Mungu ndio kazi ifanyike. Kazi itafanyika kwa sababu tunalipa kodi. Sasa nyinyi kama mkiwa viongozi, mutetee barabara hizo. Mutetee hiyo mambo ya maji, mambo ya stima. Hiyo ndio kazi yenu. Mshahara mtalipwa na hao watu ya Nyandarua. And that is all that you should do. Gere kiato di kwenda kwa muno andwa nyoba itu. Nimwajiguire muthenya wa Sadi. Nimwajiguire hihi. Nimwajiguire hihi. Nidaririe kadi yaririe. No mucokie kara haria karumirwo. Inyue mungitahika ri no murie matahiko. Andũ a Nyandarua nĩ mũkũrĩa matahĩko inyuĩ. Ndĩ hau wa Mũnyoro rungu rwa mũtĩ nĩho ndindaga. Ati kũrĩma ndĩrarĩma kana gwĩthamba, ndĩrabanga nyũmba ĩno itũ ũrĩa ĩtagekora rĩngĩ irima rĩrĩa tũrĩ. Ndĩrabanga harĩa tũkũgera tũnyitanĩte na Kenya angĩ nigetha tutuike andu akuheo gitio. Ndirabanga na atongoria muroga kuma Kenya yothe uria nyumba ino itu itakahingicwo ringi ni mundu okite na kirikaniro. Niguo ndirabanga thie na mbere kandi gathi na mbere. Sasa wewe Bishop Eli